Mwaka jana tena mwezi wa 10 ilianza Hallelujah Challenge. Kwenye Hallelujah Challenge unaweza kuniuliza kwa nini natabasamu. Kwenye Hallelujah Challenge nilikuwa naamka usiku ile saa 7 saa ngapi ile nacheza kama kichaa. Ikafika ile dressed like you a miracle. Uweze amini, kuna video nitakuonyesha, nilichukua perfume, nikachukua kibao changu ambao nilikuwa nimetengeneza kama logo, nikachukua na baadhi ya nilichukua na pesa kiasi. Nikamwambia Mungu, nitendee, ongea na hivi vitu. Nataka kuwa mmiliki wa duka langu mwenyewe. Ilichelewa lakini sikuona kama imechelewa. Amekuja kunijibu, majibu yametoka ambayo yalinifanya mimi nikawa na kimuhemuhe cha kutafuta frame mwezi wa kwanza mwishoni kabisa. Maana kidogo kuna mtu anaweza kujiuliza Hallelujah Challenge ni kitu gani? Hallelujah Challenge ni challenge ambayo ipo kuna mchungaji anaitwa Pastor Nathaniel Basi. Yeye huyo mchungaji ndo anaendesha hicho kipindi cha Hallelujah Challenge. Ni maombi ya usiku kuanzia saa 7 mpaka saa 9 usiku. Ilitoka tarehe za mwishoni mwezi wa kwanza, tarehe za mwishoni sana. Na nakumbuka nilikutafuta nikakwambia utanifurahia huu mwaka kuna kitu nafanya. Ukaniambia nitafurahi sana. Kwa hiyo nimeanza harakati na wiki 2 mpaka kufungua duka lenyewe. Sawa. Nimefanya kazi kadhaa hapa nyuma na za uzinduzi wa namna kama huu. Na katika mahojiano ambayo nakuwa nafanya matokeo ambayo nayapata kutoka kwa watu ni kwamba kwa nini kila msichana anasema kajichanga, kafanya hivi. Kwa nini hamna hata msichana ambaye yeye ana appreciate kwamba nimepewa mtaji labda na mwenza wangu au mpenzi wangu ndio amenisaidia mimi kufika hapa. Pengine wewe hilo unaweza ukalipangua kwa namna gani? Mimi ni sio muongo kiukweli kabisa. Kwenye hili duka wamehusika sana marafiki zangu. Sasa marafiki zangu wa kike. Nilikuwa naweza kunyanyua simu na rafiki yangu mpenzi sana anaitwa Rahabu. Naweza kunyanyua simu naambia Rahabu leo sina 100 na shida. Rahabu atakutania lakini atakutumia. Nina rafiki mwingine pia anaitwa Nyangugu, yuko da. Mimi na yule, oya dogo naomba 100,000, sawa nakutumia. Dogo naomba 1,000,000. Hivyo. Yaani katika hili duka unavyoliona nilichosaidiwa kuweka mbele za Mungu ni huo mlango ambao nilishindwa kuweka, maana ilikuwa ni 800,000 sijui, na mimi nilikuwa tayari na pesa ya kuingiza tu vitu vya humu ndani. Kwa hiyo kilichosaidiwa humu ndani ni mlango tu, ila pesa zingine zote ni kukopa kwa marafiki basi. Biashara hivi sasa wasichana wanaamka sana hapa mkoani Dodoma, na hata hivi jana pia kuna msichana amefanya kitu kikubwa hapa Dodoma. Pengine wewe umejiandaaje katika swala zima la kuhakikisha kwamba utaendelea kubaki juu katika biashara ambayo unafanya, ikiwa wapo wengi wanafanya kitu kama hicho ambacho unakifanya? Wanasema consistency. Ukiwa na consistency huwezi kushuka. Ni uongeze bidhaa, usikilize wateja wanataka kitu gani, wewe una kitu gani, unataka kubadilishana vitu gani. Pia kuwa na kauli nzuri kwa wateja. Unaweza kaja mteja ukamjibu vibaya akaondoka na asirudi tena, akaenda akatangaza huko mbele. Maduka mengi naona yanakufa kwa sababu ya bad customer care.